Usiku ulikuwa kimya sana katika mji mdogo ulioko kando ya ziwa. Saa ilikuwa ikikaribia 7 za usiku wakati kijana mmoja aliyeitwa Daniel alipokuwa amelala fofofo chumbani kwake. Nje, mvua ilikuwa ikinyesha polepole, ikigonga paa kwa sauti ya mfululizo. Ghafla, utulivu ule ulikatika. Simu yake ilianza kuita kwa nguvu. Tri. Daniel alifumbua macho kwa uvivu, akishangaa ni nani anayeweza kumpigia simu muda ule wa manane. Lakini alipoangalia skrini ya simu yake, moyo wake ulisimama kwa sekunde chache. Jina lililoonekana lilikuwa Musa. Daniel alikaa kitandani ghafla. Haiwezekani. Musa alikuwa rafiki yake wa karibu, lakini alikuwa amepoteza maisha miezi miwili iliyopita kwenye ajali mbaya ya gari. Labda kuna mtu anatumia namba yake, alijisemea akijaribu kujiliwaza huku akimeza mate kwa hofu. Alipokea simu ile polepole na kuiweka sikioni. Hello, kulikuwa na ukimya mzito kwa sekunde chache. Kisha, sauti ya chini na iliyovunjika ilisikika upande wa pili. Daniel, moyo wa Daniel ulianza kupiga kwa nguvu kama anataka kupasuka. Ilikuwa ni sauti ya Musa, bila shaka yoyote. Baridi kali ilimpita mgongoni. Hii haiwezekani, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Lakini sauti ile iliendelea kusema polepole na kwa msisitizo, Daniel, usiende kesho. Daniel alishangaa, nisiende wapi? Kulikuwa na ukimya mfupi, kisha sauti ile ikasema maneno yaliyomfanya agande, usiende darajani. Simu ikakatika ghafla. Daniel alibaki amekaa kimya, akitazama gizani kwa muda mrefu. Alijaribu kuipiga tena ile namba, lakini sauti ya mtandao ilimjibu, the number you are calling is not available. Daniel hakulala tena usiku huo. Asubuhi iliyofuata, Daniel alikumbuka kuwa alikuwa na safari ya kuvuka daraja kubwa lililokuwa nje ya mji kuelekea kazini. Ingawa alijaribu kuyapuuza maneno yale ya usiku, sauti ya Musa iliendelea kumsidai kichwani, usiende darajani. Aliamua kusikiliza silika yake na kutumia njia nyingine ndefu. Dakika chache baadaye, habari zilianza kusambaa mjini kote. Daraja lile lile alilopaswa kupita lilikuwa limeporomoka na magari kadhaa yalikuwa yametumbukia mtoni. Kama Daniel angepita hapo muda ule, angepoteza maisha. Daniel alitetemeka mwili mzima. Aliwezaje kujua? Aliuliza kimoyomoyo. Usiku uliofuata, simu ililia tena. Ni namba ile ile, msata, Musa. Safari hii Daniel aliipokea kwa haraka. Musa, ni wewe kweli? Sauti ile ilisikika tena, lakini safari hii ilikuwa nzito na yenye mamlaka zaidi. Daniel, bado kuna kitu kingine. Daniel alimeza mate kwa shida. Kitu gani? Baada ya ukimya mrefu, sauti ikasema polepole, usimwamini mtu yeyote, kwa sababu mtu aliyesababisha ajali yangu yuko karibu sana na wewe. Daniel alipumua kwa nguvu, nani? Lakini kabla sauti haijajibu, simu ilikatika. Alijaribu kupiga tena, lakini safari hii ujumbe ukabadilika. This number does not exist. Siku chache baadaye, Daniel alikuwa akitazama picha za zamani kwenye simu yake. Aliona picha waliopiga miezi kadhaa iliyopita akiwa na Musa. Lakini safari hii, aligundua kitu ambacho hakuwahi kukiona awali. Nyuma yao gizani, kulikuwa na mtu aliyesimama. Daniel alipoikuza picha ile, aligundua kwa mshtuko kuwa mtu huyo alikuwa ni rafiki yake mwingine wa karibu sana. Hapo ndipo alipoelewa maana ya maneno ya Musa. Ghafla, simu yake ilianza kuita tena. Safari hii haikuwa sauti, bali ni video. Video hiyo ilionyesha mtu akisimama juu ya kaburi la Musa usiku wa manane, akisema kwa sauti ya chini chini, Daniel ndiye anayefuata. Kamera ya video ile iligeuka polepole kuelekea kwa aliyekuwa anaishika. Aliyekuwa ameshika kamera hiyo alikuwa ni Musa mwenyewe, akiwa na macho yaliyomtazama Daniel moja kwa moja kupitia kioo cha simu. Na hapo simu ya Daniel ilianza kuita tena. Lakini safari hii, simu ilikuwa ikitoka kwa namba ya Daniel mwenyewe. Daniel alitazama simu yake kwa mshangao mkubwa. Namba iliyokuwa inapiga ilikuwa ni yake mwenyewe. Moyo wake ulianza kwenda mbio sana, akihisi kama kifua chake kingepasuka. Hii haiwezekani, alinong'ona kwa sauti ya chini, lakini simu iliendelea kuita bila kukoma, tri. Baada ya sekunde chache za kusita na hofu tele, Daniel aliokea simu ile. Hello? Kulikuwa na ukimya mzito kwa upande wa pili. Kisha, sauti ilisikika polepole, lakini haikuwa sauti ya Musa. Ilikuwa ni sauti ya Daniel mwenyewe. Daniel, usiangalie nyuma.
Mwili mzima ulimtetemeka kwa mshtuko. "Hii ni nani?" aliuliza kwa hofu kuu. Lakini sauti ile ile ilirudia, safari hii kwa sauti nzito na ya kutisha zaidi. "Usiangalie nyuma." Daniel alihisi baridi kali ikimpita mgongoni. Wakati huo alikuwa amesimama peke yake sebuleni, lakini hisia zilimwambia kuna mtu amesimama nyuma yake kabisa. Polepole sana, huku akitetemeka, alianza kugeuza kichwa chake ili atazame. Ghafla, sauti kwenye simu ilipiga kelele ya kutisha, "Nilisema usiangalie nyuma." Daniel aliruka kwa hofu kubwa, na papo hapo simu ikakatika. Ukimya mzito na wa kutisha ukajaa ndani ya nyumba nzima. Dakika chache zilipita, hakuna kilichotokea. Daniel alijaribu kujituliza, akijisemea, labda kuna mtu anatania tu, lakini hofu haikuondoka moyoni mwake. Aliamua kufunga mlango wa nyumba yake kwa umakini na kwenda kulala mapema. Usiku ulipofika saa 8 kamili, Daniel alisikia sauti ikitokea jikoni, tok tok tok, hatua za miguu. Daniel alikaa kitandani ghafla, akijua fika alikuwa peke yake nyumbani. Hatua zile ziliendelea polepole, kisha zikaanza kupanda ngazi kuelekea chumbani kwake. Tok tok tok. Daniel alipumua kwa nguvu kwa uoga, kisha akachukua simu yake kwa haraka. Lakini kabla hajafanya kitu chochote, simu iliita tena. Namba ile ile, Musa. Mikono yake ilitetemeka sana alipoiweka simu sikioni. "Musa, tafadhali niambie kinachoendelea." Sauti ya Musa ilisikika polepole, lakini safari hii ilionekana dhaifu sana. "Daniel, nimechelewa kukuambia." "Kukuambia nini?" Daniel aliuliza kwa pupa. Kisha Musa alisema maneno yaliyogandisha damu yake. "Kile kilichosababisha ajali yangu sio binadamu." Daniel alibaki kimya kwa mshtuko. "Nini unamaanisha?" Lakini Musa aliendelea, "Kipo hapa duniani, lakini si cha hapa. Kimekuwa kikitumia watu na sasa kinakutaka wewe." Daniel alitetemeka mwili mzima. "Kwa nini mimi?" Kisha Musa alisema kwa sauti ya chini sana, "Kwa sababu wewe ndiye uliyekiona kwanza." Daniel alishangaa. "Niliona nini?" Kulikuwa na ukimya mrefu. Kisha Musa akasema, "Kwenye ile picha." Daniel alikumbuka papo hapo ile picha aliyokuwa ameiona, picha ambayo nyuma yake kulikuwa na mtu aliyesimama gizani. Lakini Musa alisema kitu kingine kabla simu haijakatika, "Usiache taa zizimike kwa sababu kipo gizani." Simu ikakatika ghafla. Daniel alikimbia kwa kasi na kuwasha taa zote ndani ya nyumba, sebuleni, jikoni, koridoni, kila mahali kulikuwa na mwanga mweupe. Lakini aliporudi chumbani kwake, aliona kitu kilichomfanya asimame ghafla kwa hofu. Dirishani kulikuwa na kivuli cha mtu. Lakini hakikuwa kinatembea, kilikuwa kinaning'inia juu ya dirisha kama kimegandia ukutani. Polepole sana, kivuli kile kiligeuza kichwa chake, na Daniel aliona kitu cha kutisha mno. Hakikuwa na uso kabisa. Kilikuwa ni giza tupu. Na kabla Daniel hajapata nafasi ya kupiga kelele, taa zote ndani ya nyumba zilizimika kwa wakati mmoja. Na katika giza hilo nene, Daniel alisikia sauti ile ile aliyosikia kwenye simu. Lakini safari hii haikutoka kwenye simu, ilikuwa ndani ya chumba chake kabisa. Sauti ilisikika ikisema polepole sana, "Hatimaye tumekutana." Ellipsis. Na hapo ndipo Daniel aligundua ukweli mmoja wa kutisha. Simu zile hazikutoka kwa Musa pekee. Kulikuwa na kitu kingine kilichokuwa kinatumia simu hiyo, na kitu hicho kilikuwa tayari ndani ya nyumba yake.